Kuna video nilielezea kuhusu vyakula ambavyo vinasaidia kuongeza damu, lakini yamkini kuna watu bado wanaweza kawa wanasumbuliwa na tatizo hilo kwa sababu kuna makosa bado wanayafanya. Sasa video hii inaenda kukuelezea makosa ambayo watu wanayafanya ambayo yanawapelekea kuendelea kuwa na changamoto ya upungufu wa damu. Kosa la kwanza ni kutogundua upungufu wa damu unasababishwa na nini. Wapo watu ambao wanakuwa na matatizo mbalimbali ya kiafya lakini wanaendelea kukaa nyumbani. Mfano, mtu ana upungufu wa damu, ana dalili zote za upungufu wa damu nilizozitaja, lakini bado anaendelea kukaa nyumbani. Hii hata kama unatumia vyakula sahihi au unatumia supplement sahihi za kuongeza damu, bado tatizo litakuwa pale pale. Mfano, kuna watu wana vidonda vya tumbo ambavyo vimeshakuwa sugu mpaka anapata choo cheusi kama lami. Hata kama utakuwa unakula vyakula vya kutosha, bado mwili wako unapoteza damu. Lakini pia kuna wale watu ambao wapo kwenye maeneo ambayo yanashambuliwa sana na malaria. Bado pia hata kama ukila vyakula sahihi, upo hatarini kuweza kupata upungufu wa damu na ukapata changamoto au madhara mbalimbali. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ujue upungufu wako wa damu umesababishwa na nini. Kama una vidonda vya tumbo, uweze kutibiwa vidonda vya tumbo. Kama upungufu wako unasababishwa na kuhitajika kwa mahitaji makubwa, mfano ni mjamzito, utatakiwa kula kulingana na mahitaji. Kama upungufu wako wa damu unasababishwa na magonjwa, mfano wale wenye magonjwa ya figo, wale wenye magonjwa ya uroto ambao mwili wao unakuta unashindwa kutengeneza damu, pia inakuwa ni vizuri sana ukishajua tatizo. Kosa la pili ni watu kuchanganya vyakula vinavyoongeza damu na maziwa. Tunaposema maziwa namaanisha maziwa na bidhaa zake. Maziwa huwa yana virutubishi vya calcium ambavyo huwa vina compete au vinashindana na madini chuma kwenye kufyonzwa. Kwa hiyo mfano mtu amekula tembele, ameka zake limao kama tulivyosema, lakini hapo kanywa na maziwa ya ng'ombe, bado ufanisi wa kile ulichokula kitakuwa ni kidogo, kwa sababu tunasema maziwa yana compete na madini chuma. Au mfano mtu amekula nyama ya ng'ombe vizuri kabisa, lakini pembeni pia akawa na maziwa ya ng'ombe, bado ufanisi mdogo kwenye kufyonza yale madini chuma yaliyopo kwenye nyama yake ya ng'ombe. Kosa la tatu ni watu kutumia kahawa au hizi tunaita kakao, bado pia na hizo zinakinzana na ufyonzaji wa madini chuma. Kwa hiyo unaweza ukawa unatumia hivyo vitu vyote, lakini bado kila ukienda damu haipandi, imegota pale pale. Ni kwa sababu unakuwa unafanya mistake kama hiyo hapo. Lakini kosa lingine ni matumizi ya pombe, sigara na mtindo mbovu wa maisha. Hizi zinafahamika kwa miaka mingi kwamba ni changamoto kwa afya. Mfano mtu anayevuta sigara ana matumizi makubwa, anahitaji kiwango kikubwa cha vitamin C. Kwa hiyo inawezekana hata kile anachotumia kinakuwa bado hakitoshi. Kwa hiyo bado tatizo litakuwa pale pale. Kosa lingine au sababu nyingine ambayo inatuangushia kule ni matumizi holela ya dawa za maumivu ambayo kwa muda mrefu. Mfano mtu amesikia homa kidogo anatumia dawa za maumivu. Mtu amesikia kichwa kinauma kidogo, hata hajajua inasababishwa na nini, dawa za maumivu. Hii implication ya muda mrefu inawapelekea watu kuweza kutengeneza mikwaruzo midogo midogo tumboni, ambayo inakuwa inapelekea upotevu wa damu kidogo kidogo. Kwa hiyo damu, unakula vyakula vinavyoongeza damu, lakini hapo unakuwa unapoteza damu. Shida inakuwa iko pale pale. Lakini matumizi ya anti-acid kwa muda mrefu, kuna wale watu wenye changamoto labda ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu, na yenyewe pia yanaweza kukupelekea kupata yanaweza kapelekea mwili wako kashindwa kufyonzwa vile virutubishi vinavyosaidia kutengeneza damu. Kwa hiyo epuka matumizi ya ovyo ovyo ya matumizi ya holela ya dawa za maumivu, lakini pia matumizi holela ya dawa za kupunguza acid reflux. Fuata mtindo wa maisha ambao utakusaidia kuweza kuepukana na changamoto hizo.